Leo nataka niongee na vijana wa taifa letu wa Tanzania. Jambo kubwa ambalo nimekuja mbele yenu nataka nizungumze nanyi. Sio kama mtumishi, ni kama kijana mwenzetu ambaye nipo katika taifa hili. Huwa najiuliza swali moja. Wale babu zetu wa zamani walikuwa na uwezo wa kutoka kwa mfano Njombe akaja Iringa. Kifika Iringa pale akakutana, akaenda kwa mjumbe wa serikali, akajitambulisha, akahifadhiwa hapo siku ya kwanza, ya pili, siku ya tatu akapata rafiki, maisha yakaendelea. Baadaye akawa na mji wake, mara kidogo ana mbuzi mmoja, wawili, watatu, wanne, watano, mara na ng'ombe, na kondoo, mara kidogo ameoa. Tena kwa bahati nzuri wale wazee wetu anaweza kuoa mke mmoja hapa, mke mwingine kule. Wale wazee nikichunguza, sioni kama walikuwa na degree, wala sioni kama walikuwa na masters, wala sioni kama walikuwa na PhD, wala sioni kama walikuwa profesa, wala sioni kama wale wazee walikuwa form 6, na sidhani kama walifika form 4. Kwa mfano babu yangu mimi, sidhani hata kama darasa moja alisoma. Sasa najiuliza swali, wale wazee ilikuwa kuwaje wawe na uwezo wa kumiliki vitu? Ilikuwa kuwaje wakawa na uwezo mkubwa wa akili wa kutoka Iringa tu wanajikabidhisha kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji hapo, siku mbili tatu na marafiki, mara ametoka hapo ameanzisha mji wake? Ilikuwa kuwa vipi? Na ilikuwa kuwaje akaanza kufanya vibarua hapo, akapata mbuzi wa kwanza, wa pili, wa tatu, baadaye ng'ombe, zizi limejaa, akaoa. Sasa sisi wenye masters, sisi wenye degree, mbona hatumiliki kama mababu zetu walivyomiliki? Watu wengi wananiambia hivi, hali imebadilika ya maisha. Imebadilika kutoka wapi kwenda wapi? Kwani hali ya babu zetu ilikuwa ya blue, kwa sasa hivi imebadilika kuwa njano? Kwa mababu zetu walitafuta maisha kwa shida sana. Maisha huwa hayatafutwi. Maisha huwezi kutafuta maisha. Maisha unayaishi. Maisha unaelekeza maono yako kwenye utekelezaji. Hayo ndio maisha. Huwezi kutafuta maisha. Unatafuta kutoka wapi? Una oxygen, una utambuzi. Oxygen ni bure kabisa kutoka kwa Mungu. Utambuzi ni wa bure kabisa. You have that oxygen, inhalation, exhalation, and you have consciousness. You are conscious by nature. Consciousness is free from God, and oxygen is also free from God. No, where are you going to find that life? You cannot find life. It's tough. Kwa naanza kuona kwamba kuna mahala fulani tumekosea. Kwa nini babu alianza kufuga kuku? Wewe umemaliza form 6 una kuku. Umemaliza masters una kuku. Elimu tunazosoma ndugu zanguni, ni kweli kabisa, ni kwa ajili ya sisi wenyewe. Tunachokisoma ni kwa ajili ya kuvumbua au kuboresha kile ambacho Mungu ametupatia cha ndani. Ajira ya kwanza ya mwanadamu ni akili yake mwenyewe. Akili ni ajira ya kwanza kabisa kwa mwanadamu. Kama ambavyo mababu zetu walitumia akili wakamiliki, na sisi tuna wajibu wa kukopi kutoka mababu zetu. Na waomba sasa vijana mmoja aende nyumbani au apige simu nyumbani kwao, aulizie historia ya babu, aulizie pia historia ya bibi. Wale wa zamani wa miaka 1930 na 40, wa miaka 1800 huko, pata maelekezo uone walimiliki vipi. Ule uwezo uko wapi? Ule uwezo wa babu
kuwa mjumbe wa nyumba 10, mbona wewe huna mtoto wake au mjukuu wake? Ule uwezo uko wapi? Je, ni kweli kwamba elimu imechukua ule uwezo, au wewe umeamua kuto kuutumia ule uwezo? Kila mmoja kijana wetu katika nchi yetu ana nafasi ya kufanya vema. Kusoma kwetu na kuwa na elimu hakusababishi sisi kuua ule uwezo wetu wa ndani, ila inatakiwa elimu tuliyoipata, ule uwezo wetu wa ndani uboreshwe zaidi ili tutende vema zaidi. Kwa hiyo kijana mwenzenu, nipo na nyie ni vijana wenzangu, tujitafakari kwa kina sana. Kuna mambo mengi sana ya kujadili. Wazee wetu waliishi na wanawake vizuri tangu mwanzo mpaka mwisho wa safari. Sisi vijana sasa hivi tuna changamoto gani? Tuna shida gani? Umeoa mwanamke huyu, umeacha. Umeoa mwanamke yule, umeacha. Kuna mara tumekosea, tunapaswa kujitathmini. Tunatakiwa kurudi nyuma tukajifunze kutoka kwa wazee wetu. Mzee au wazee wa zamani, mimi nimekuwa nikimwona babu yangu mzaa baba, nimekuwa nikimwona bibi mzaa mama. Babu mzaa baba alizaliwa mwaka 1901. Nimemwona tangu kumwona kwangu, sijawahi kuona nalalamikia serikali kwamba serikali anailalamikia, sijawahi kuona. Wala bibi yangu mzaa mama ambaye amezaliwa mwaka 1920 hajawahi kulalamikia serikali. Tujitathmini jamani. Nilichojifunza mimi ni kwamba hao wazee wetu walitumia akili waliopewa na Mungu kuvumbua vitu ambavyo vinakidhi mahitaji ya maisha yao. Sisi tumezika ule uwezo wa matumizi ya akili na utu wa ndani katika kuvumbua mambo ambayo yanaleta tija kwenye maisha yetu. Turudi kwa wazee tukajifunze maisha. Masters sio maisha. Masters ni nyenzo ya kufikisha unapotaka. PhD ni nyenzo ya kufikisha unapotaka, lakini haizuii uwezo wa ndani. Kila mmoja wetu kijana, naomba pata muda wa utulivu, kaa, tafakari. Maisha sio matumaini wala sio maneno. Maisha ni vitendo. Turejee kwa wazee wetu. Basi nawashukuru sana. Ushauri wangu ni huo tu. Asanteni sana, Mungu awabariki.